people carrying grace, or you will be disgraced. Chunga sana huu mwezi wa neema, usikuwe nini? Disgraced. Disgraced, you will not be disgraced in the mighty name of Jesus. Just honor the men of God, honor the vessels of God, and I know that God is going to lift you, is going to carry you through in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mother's Day, why are mothers celebrated and not fathers? Okay, kuna Father's Day pia, na nilikuwa nikisema Father's Day pia also sums up as the toilet day. Siku ya wababa ndio siku ya nini? Ya choo pia duniani. So kuna wale wanasherehekea wazazi, lakini kuna wale wanasherehekea nini? Choo. I pray it shall not happen to our fathers here, ya kwamba wakuonekane kama choo na wakose kukuwa celebrated. They shall be celebrated in Jesus' name. Hallelujah. The book of Genesis, chapter number 3, verse number 15 to 20. So nisomea na habari njema, itakuwa vizuri zaidi. Mwanzo Genesis chapter number 3, verse number 15 to 20. Leo ni mama anasoma kwa habari njema. Nataka Biblia habari njema, not Kiingereza, ndio tuenende kwa lugha moja. Hiyo verse anzia mstari wa 15 mpaka 20. Inasema hivi: nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakiponda kichwa chako, nawe utamuuma kisigino chake. Kisha akamwambia mwanamke, nitakuzidishia uchungu wa kuzaa, kwa uchungu utazaa watoto. Hata hivyo utakuwa na hamu na mumeo, naye atakutawala. Kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umemsikiza mumekeo, ukala matunda ya mti ambayo nilikuamuru usile, kwa hiyo kwa kosa lako ardhi imelaaniwa. Kwa jasho utajipatia humo riziki yako siku zote za maisha yako. Ardhi itakuzalia mitongoma na magugu, nawe itakubidi kula majani ya shambani. Kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa, maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Adamu akampa mkewe jina Hawa, kwani alikuwa mama wa binadamu. Adamu akampa mkewe jina Hawa, kwani alikuwa mama wa binadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii inaongea kuhusu creation. Wakati walikula lile tunda, kuna mambo yalitokea. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nikicheka kaiba kukawa kumeingia na nyoka kwa nyumba. Na wakati nyoka iliingia, I was telling Ken, when in case tushindwe kuua, your plan B wewe utakuja kuua. And Ken told me, kama wewe unaogopa nyoka na wanawake waliongea na nyoka, na mimi je? Nilicheka sana, kutaka tukapigana na nyoka, but there was something ambayo ilitendeka. Ndio maana Biblia ikasema kwamba mstari wa 15, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakipunda kichwa chako, nawe utauma kisigino chake. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutangaza siku ya leo, kuna wamama ambao watainuka kuponda kichwa cha shetani na hakuna kuangamizwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema kwamba wewe utaumwa wewe utakiponda kichwa chake, nawe utaumwa kisigino. Tumekataa kuumwa katika jina la Yesu. Hatutakuwa wakung'atwa katika jina la Yesu. Hatutakuwa wakuumwa katika jina la Yesu. Wakati mwanamke alipokuwa akiambiwa kile kitamtendekea, hapo mstari wa 16 akaambiwa kuzidishia uchungu wa kuzaa, na hamu yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Na many times wakati wapo wanasoma hilo maandiko, wanaichukulia Biblia misimu, wanaona kwamba wanawake ni wakutawaliwa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati walikuwa wameasi, wakaambiwa kwamba nitakuzidishia uchungu wa kuzaa, nawe mumeo atakutawala. That time they were not
wanaume, lakini kuna neema ilishuka ikabadilisha mambo. Wanawake kama akina Debora wakainuka, wamama wakaweza kusimama na kutangaza kwa ujasiri ya kwamba kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu, unajua Yesu alipozaliwa, Mungu alikuwa na uwezo wa kufanya Yusufu abebe mimba. Ama kuna niliona kwa Mungu. Kwa nini hakupatia Yusufu mimba, akapatia mama? Nashukuru Mungu, maana huu mwezi wa 5 ni mwezi wa neema na umeanza na sisi wa mama. Maana wa mama tuna neema ya kulea. Whatever you give to a woman, atailea na kumultiply. The man will give a seed, the woman will give a baby. Hello? Atatoa hiyo mbegu. Anayetoa mtoto ni nani? Ni mwanamke. Unaona hapa Biblia ikisema kwamba ataitwa mama wa taifa. Hizo Hawa hakuwa amezaa chochote, bado hawakuwa na watoto, lakini Mungu tayari alimuona kama mzazi, alimuona kama mama, aliona bigwa boy huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaangalia mama ukamdharau, hujui alichokibeba, lakini kile nataka ku-encourage this morning, whatever you give is multiplied. Amen. Patia mama upendo, atakuonesha times 2. Atakuonesha double. Muonyesha madharau, hiyo neema wako nayo. Lakini si hawa fountain hapa. But most of the things that women are given, it is multiplied times 2. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Adamu akaambiwa kwa jasho utakula. Akaambiwa kwamba kisha akamwambia huyo mwanaume, kwa kuwa wewe umesikiliza mkeo, ukala matunda ya mti ambao nimekuamuru asile, kwa hiyo kwa kosa lako ardhi imelaaniwa, na kwa jasho utajipatia huo riziki yako siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Adamu aliambiwa kwamba amelaaniwa kwa sababu ya kumsikiza mwanamke, does that mean that women we don't have a voice? Here there is somebody who told me the only one time that ladies are not supposed to treat men. Hawastahili kupeleka wanaume out na kuwa treat. Kwa nini? Kwa sababu ile time moja tu walijitolea kuwa treat, waliwapatia tunda ambalo hawakutakikana kukula, so they messed up everything. Mwingine akasema hivyo angekuwa Mchina labda hakungekuwa na shida yote, maana labda angekula hiyo nyoka, hakungekuwa na shida mingi. But I bless God because after that, wakati Eve alipatia Adam tunda na kuamua kwamba atafanya kazi kwa ngumu kwa sababu ya kumsikiza mwanamke. Na ndio nikasema there are some things we need to change in our mind and our ideologies. Ya kwamba unajua kuna wale wanasimama na hii andiko, haufai kumsikiza mwanamke. A woman is to be seen and not to be heard. But I just want to say that there are women who have risen up and changed the nation in the mighty name of Jesus. And I just came not just to the mothers and also to the fathers here today, that may you encourage, may you uplift, may you empower that woman that God has given you. Bwana Yesu asifiwe. When women are uplifted and taken care of, and they are yani wakati shamba last time sasa kurudia ya sana tulisoma about huyo mwanamke ambaye ni garden, ambaye alitunzwa, ambaye alifanya nini? Wakati kwa nini mwanamke akafananishwa na shamba? Maana mwanamke akitunzwa vizuri ni shamba lililo na mazao. Mwanamke akikosa kutunzwa, hilo shamba halina mazao. And that is why as a church we call ourselves Fountain of Praise, a family of excellence and joy. Kumaanisha pia mambo ya familia inatuhusu sana. Kumaanisha kwamba we want to create our environment where our young people will grow up respecting mothers. Hello? Siku hizi kuna watoto hata hawataki kusikia mama zao, hawataki kuwaona, hawajui gharama ambao wamepitia. Most of the time you see the disrespect, it comes from the father. Wakiona baba anadharau mama, watoto pia wana multiply times 2. But I just want to tell you this morning, if you learn to honor that woman, if you learn to honor that wife, you will see changes, you will see blessings in the mighty name of Jesus. Kwa nini Mungu akatufananisha na mwanamke? Wakati Mungu anaongea about being a mighty warrior, kwa nini hakuongea juu ya mashujaa? Na ukisoma katika kitabu cha ukisoma katika about David and the stories, kulikuwa na wale mashujaa ambao walipigana mpaka panga ikaandamana na Mungu. Ukisoma in the book of Chronicles na stories zote
42:13 na habari njema sikio 13 and 14. Kwa nini Mungu akajilinganisha na mwanamke? Kwa nini hakusema mimi ni shujaa, nikainuka kama shujaa, kama Daudi akiwa Goliath ama kama somebody else, but alisema atainuka kama mwanamke anayezaa. Nisomee Isaiah 42:13 and 14. Inasema hivi. Mwenyezi Mungu alijitokeza kama shujaa, kama askari vitani ajikakamua kupigana. Anapaza sauti kubwa ya vita na kujionyesha mwenye nguvu dhidi ya maadui zake. 14. Mwenyezi Mungu asema hivi, kwa muda mrefu sasa nimenyamaza, nimekaa kimya na kujizuia, lakini sasa nitalia kama mama anayejifungua. Ati anasema hapo ataniambia kama hatujasikia vizuri. Nimekaa kimya na kujizuia, lakini sasa nitalia kama mama anayejifungua, anayetweta pamoja na kudema. Ati anasema kwa muda mrefu nimenyamaza, nimekaa kimya na kujizuia, lakini sasa nitafanya kama mwanamke ambaye katika hali ya kuzaa. When we talk of giving birth, hiyo ni kitu wanawake wengi wana-identify nayo. Unless ulipata watoto wa muujiza. There was a sometime back, wale ambao walikuwa enzi zetu, kulikuwa na watoto wa Dea, sinajua Gilbert Day. And there were so many miracle babies ambao walizaliwa saa hizo. Watu walikuwa kishika watoto, unaona mama hajabeba ujauzito, anabeba mtoto, kumbe most of the kids were being stolen. Na sasa hivi nataka kuongea na wamama, please take care of your children. Kumekuwa na kesi mingi kwa mtandao, watoto wanaibiwa as young as from 9 years kwenda chini. Usiwe na tabia ya kupatia mtoto wako kila mtu. Usiwe na tabia ya kuachilia watoto wako ovyo ovyo. We have teenagers being raped and killed. Kwanza huko kwa Nyeri ndio mambo yameharibika. Mothers, take care of your children. Usiwe na tabia kupeana watoto wako wakalale kila mahali. Maana sisi ni kushirika, tumejuana kama family of Mountain of Praise. Don't have a habit of giving your kids to go and sleep anywhere. Kwani kwamba una nyumba upeane mtoto wako wakalale? Kama siku your relative, your auntie, hata wakati mwingine kwa relatives and aunties, we don't do that. We respect boundaries. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumekuja hapa tumefunganishwa na upendo wa Bwana, unashika mtoto wako na nikabiti, ni msichana, unampeana popote. Huo mtoto anaenda kitu ikimfanyikia, you cannot come to the church and tell me I gave my child to so and so, sijui ni nini litendeka. We are not responsible. Lakini kuwa mwangalifu, watoto wako unapowatuma huko barabarani, watoto wako wanapoenda nje huko kulala, ni wanaenda kwa nani? Kuna wakati hiyo masupa ilikuwa huko Shilo, na wakati tuliingia ikaleta shida sana. Yes, we are brothers and sisters. We love one another. But why give your babies to anyone? Sijai na pressure. Kwanza pressure kumwambia aende kwa mtu hata kwa aunti yake. Mara nyingi kukubali kulala inakuwa kazi. Hawezi kubali. Ni ngumu unless aunti yake aseme kuna time alienda graduation na Jason it was late, akaniambia by the way pressure atalala juu usiku. Pressure was like it's okay, nitalala kwa aunti. Lakini kumwambia toka uende mahali kwingine, she cannot. Sijasema ni kwamba nimemlea vizuri, lakini nimemweka in her. You don't go to other places and make home here. Hello? Hiyo najua hamtasema amen. But that is the way it is. We have kids as young as 12 years, 13 years getting pregnant. Why are they getting pregnant? Because mothers have become careless. Wamama hatujali. Kwani tumesahau hiyo uchungu tulisikia wakati tulienda kuzaa? Kati ya kwamba unaweza achilia mtoto wako kama ng'ombe ya Masai anarandaranda kutoka ndani kutoka na Masai Fredi. Mnisamehe, lakini najua vile mnaachilia ng'ombe sio. Utaiacha ikarandaranda kutoka asubuhi mpaka jioni, haina wasiwasi. Anajua inajua nyumbani itarudi. Tumekuwa na kizazi ambacho hakitaki majukumu. Mtoto ni wa kike anaachiliwa kama ng'ombe ya Masai kutoka asubuhi mpaka jioni. Hata utaikuta mtoto wako wapi? Wewe unapata pressure na kijana mkubwa 18 years. Ndio wakati mwingine anaanza mama okay, pata kwa uko wapi? Unafanya nini? We are concerned. Hello. Let us change that. Wacha tubadilishe leo, wacha tuongee kama mama heart to heart. Kwa nini tuachilie watoto wetu kama wazazi? Why should you let your daughter sleep outside kama mzazi? Wacha ujuange mahali huko. Ukilala
unajua kahitini kangu kako hapa na hapa yuko hapa. Si kusema leo ameenda amepatana na friend wake kwa shule, ameenda kulala huko. Things are happening in those parties. Things are happening where kids are being left alone. We have had so many murder cases and the church is quiet. Why is the church quiet? Maana wamama hatujainuka kuchukua majukumu yetu kama wazazi. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Mwenyezi Mungu asema hivi, kwa muda mrefu nimenyamaza, nimejizuia, nimekaa kimya, lakini sasa nitalia kama mama aliyejifungua, anayetweta pamoja na kuhema. Wale ambao wali experience labor, you know that place is not fun. You know that place you don't go with makeup. You know that place you don't care how you look. Sasa hiyo unashika nywele unavuruta, sijui unafanya nini? Tuna mama ambaye amepata mtoto juzi. William, maybe you may not give us the testimony how it is there. But mama akona testimony. Huko kuna kuanga namna gani? Mumeona tujenzi mnauliza hata wengine ni mama. How did they become mothers? It is not easy. That is why Mungu akajifananisha na mama. Akasema ile kazi atafanya ni kazi ya mama ili ukombozi upatikane. Hello? Kama Mungu mwenyewe hawezi kujizuia for you to get where you need to be. Why are you being hindered by anything? Kwa nini kuzuiliwe na chochote? I just want wamamas to arise in new strength. Bwana Yesu asifiwe. God, that's why God likens himself to a woman, to a warrior. Ya kwamba mkainuke kama mashujaa katika jina la Yesu. The book of Judges, let's just say this woman who arose. Why mothers? Because mothers are going to arise with power and changes will be seen in the mighty name of Jesus. Nataka kwenda kwa haraka because we still have Holy Communion. Judges chapter 4 verse 4. Mstari wa 4. Waamuzi. Nasema hivi. Wakati huo kulikuwa na nabii mwanamke aliyeitwa Debora. Mke wa Lapidothi aliyekuwa mwamuzi wa Waisraeli wakati huo. Debora alikuwa na mazoea ya kuketi chini ya mtende. Usisome ukaenda mpaka mstari wa 8. Hiyo nitajisomea hiyo ingine. Ruka mstari wa 8. Baraki 8 na 9. Baraki akamwambia Debora, kama utakwenda pamoja nami nitakwenda. Lakini usipokwenda pamoja nami sitakwenda. Hapa walikuwa kuna vita na Debora akawa ameita Baraki akamwambia jiandae, maana unafaa kwenda vitani, maana Mungu tayari, she was a prophet, alikuwa judge na pia alikuwa kiona. Mungu tayari alikuwa amemwahidia ya kwamba atawapatia ushindi. Lakini Baraki sikia na mjibu namna gani? Ndio mstari wa 9. Debora akamjibu, sawa, nitakwenda pamoja nawe, lakini hutapata heshima yoyote ya ushindi. Maana Mwenyezi Mungu atamtia Sisera mikononi mwa mwanamke. Basi Debora akafuatana na Baraki kwenda Kedeshi. Ukiangalia ukisoma huko chini, hatutasoma saa hizi. The Bible says ya kwamba Mungu aliwapatia ushindi kupitia kwa mwanamke. Debora aliinuka kama judge hiyo wakati, aliinuka kama mwamuzi, akawa anaamua kesi. Ukisoma huko chini utaona alikuwa ni anafanya maamuzi. Akasimama akaita nani Baraki, akawaambia endeni vita. Lakini Baraki akawa muoga, akasema kwamba kama huendi siendi. Naye akamwambia ni sawa nitakwenda, lakini victory kwa ya mwanamke. Hebu enda mstari chapter 5. Asoma 18 kwanza before you go to chapter 5. Nataka kuruka ndio tuende kwa haraka. Mstari wa 18. You see what happened kwa hiyo vita. Unasikia hapo 9 ashaambiwa mwenye atakuja na victory ni mwanamke. 18. Yeye akatoka kumlaki Sisera, akamwambia, Bwana wangu karibu kwangu, wala usiogope. Akaingia hemani mwake, akamfunika kwa blanketi. Unasikia vile anaambiwa. Sasa this was the enemy. Wanaenda kupigana. Lakini huyu adui amekimbilia kwa huyu mwanamke ambaye anaitwa Yaeli. Alafu mpaka anamfunikia na blanketi. Akaambiwa namna gani? 19. Sisera akamwambia Yaeli,
tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akampa maziwa badala ya maji, kisha akamfunika tena. Unaona vile analeta kwa karibu. Let me tell you women, we have persuading power. Tumepatiwa nguvu ya kushawishi. Tunao ushawishi mkuu ambao unaweza badilisha mambo. Huyu ni shujaa mkuu, ametorokea kujificha kwa mwanamke. Biblia inasema kwamba alienda kwake akafunikiwa na blanketi, anaitisha maji, hata aletewi maji. Maziwa ndio hiyo. Sasa kwa nini huyu mwanaume asijisahau? Endelea hapo mbele 10:21. Sisera akamwambia, simama mlangoni mwa hema. Mtu yeyote akija kukuuliza kama kuna mtu yeyote hapa, mwambie hakuna. Lakini Yaeli mke wa Heberi akachukua kigingi cha hema na nyundo, akamwendea polepole, akakipigilia kile kigingi cha hema katika paji la uso wake, kikapenya mpaka udongoni. Kwa maana alikuwa amelala fofofo kwa uchovu. Basi Sisera akafa papo hapo. Unaona hapa Sisera, maandiko inasema kwamba wakati aliitisha maziwa akapewa, alijisahau akalala, na naamini kwamba alikuwa amefunikiwa mpaka uso. So wakati Yaeli alipoendea hiyo kigingi cha hema ili aweze kumumaliza nacho, he could not sense anything because he felt safe in the house ama in the hands of that woman. Many times mothers, they have the protective nature. Tuna ile ulinzi, tuna ile ile tabia ya kuku vile huwatamia au kunikia vifaranga zake. Mungu mwenyewe pia akajifananisha na kuku vile huwatamia vifaranga, na hivyo vile ametufunika. The same thing happened with us mothers. Mothers are very protective, especially when it comes to their kids. Wanakuanga walinzi sana. Huyu Sisera ameenda na hiyo faith that I shall be protected. Lakini kumbe kwenye nakimbia protection, huku ndio kinamlama. Judges 5:7. Kuna wimbo ambao walianza baada ya kuona kilichotokea. Mstari wa 7, stari kuanzia mstari wa kwanza, lakini wewe utajisomea. Waamuzi 5:7. Mstari wa 7. Wakulima walikoma kuwako, walikoma kuwako katika Israeli. Mpaka nilipotokea mimi Debora, mimi niliye kama mama wa Israeli. Biblia inasema kwamba wakulima walikuwa wamekoma. Ndio ukisoma Judges huko mbele, kuna ile ambayo Pastor Chomba anapenda sana about it. Anasema kwamba hata wao wakiweza kuvuna, maana adui alikuwa akikuja na haribu mavuno. Walikuwa wakifanya hiyo kazi wamejificha. Hapa Debora anasema kwamba wakulima walikuwa wamekoma mpaka akainuka kama mama. There was no there. The women and the men had hidden. Ukisoma huku chini, sitaki kusoma maana hiyo umesikia kuna wale kabila la Reuben ambao walitakikana kusimama, lakini maandiko inasema kwamba waliamua kubaki nyumbani, hawakwenda vitani wasikize sauti na milio ya kondoo. May mothers arise with power in the mighty name of Jesus. Wamama tukainuke kwa nguvu mpya katika jina la Yesu. Mstari wa 12. Amka Debora, amka uimbe wimbo. Amka Baraki mwana wa Abinoamu, wachukue mateka wako. Anaambiwa amka Debora. Angalia Debora uliye kando na yeye, mwambie amka. Look at Debora near you, mwambie amka. Arise, amka. Labda unajiona kama huwezi, lakini angalia Debora vile alivyofanya. Anakusanya wanaume na kuambia, tunapoenda vitani ushindi utakuwa juu ya mama. Na akawa akijitia nguvu, anajiambia amka Debora. Wakati mwingine kama mama, kuna hali ambayo unapitia